Katika kutekeleza azma ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutoa huduma za ubingwa na ubingwa bobezi nchini, kwa nyakati tofauti, hospitali iliendelea kuanzisha huduma mpya na kuendeleza zilizokuwepo katika maeneo yafuatayo ili kupunguza rufaa za nje ya nchi. Septemba 24, 2024, serikali ilifanikiwa kwa mara ya kwanza kuanzisha kituo cha upandikizaji mimba katika hospitali za umma nchini ambacho hadi kukamilika kwake, ikiwemo ujenzi, vifaa na kusomesha wataalam, imegharimu bilioni 1.72. Tayari kituo hicho kimeanza kutoa huduma za kuvuna mbegu za kiume na mbegu za kike na kupandikiza mimba kwa kina mama wenye changamoto ya kupata watoto kwa njia ya kawaida. Katika kipindi cha miezi mitatu tangu kuanzishwa huduma hiyo, familia zaidi ya 8 zimejitokeza na kupata huduma hiyo. Mimi ningependa kufahamu na Watanzania, umesema hapa uvunaji wa mbegu. Sasa kuna watu wengine wanaweza kukaa miaka 10 hawajapata mtoto. Inaelekea labda mume au mke ndio hana. Je, mnazivuna kutoka wapi? Kutoka nje? Je, na huyo mtoto atakuwa wa aina gani? Kikawaida tuna kliniki yetu ya nikisema ugumba, kuna neno lingine nasemaje? Ya ugumba. Tuna hizo kliniki yetu watu wenye changamoto za ugumba. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba hawa wagonjwa hii couple, mtu na mke, wanatathminiwa kwamba shida ni nini, wako wapi, wamepata tatizo gani. Kwa hiyo baada ya vipimo kukamilika na kuonekana kwamba hawa watu wana mayai ambayo yanafaa, ndipo mayai yao baada ya kuwa wamepitia matibabu, ndipo mayai ya kiume na mbegu za kike zinavunwa. Sawa? Yaani kwa maana nyingine unasema kwamba ni kutoka wao wenyewe. Na najua hapa kuna mmoja ameuliza swali kwamba hizi zinatokea wapi? Kwa maana tunataka kusema mtoto sijui atokee sijui mtoto mrefu mfupi, huko sisi hatujafika. Sisi tuko kwenye basic kwamba watu wanahitaji mtoto na wanatakiwa kupata mtoto. Na tunaangalia kapo wenyewe kama je, wana uwezo wa kupata mtoto wao wenyewe. Of course kwa nchi zingine za nje wameenda hatua mbali zaidi. Kwa maana mpaka kutafuta na donors kwa wale watu ambao wao wenyewe mayai yao hayako sawa sana, yani hawawezi wao kuchangia chochote kwenye hiyo process ya kupata mtoto. Kwa hiyo ni hatua mbalimbali zinazoenda katika utaratibu na unyeti wake kadri issues zinavyojitokeza. Yani sio vitu tu vya kurupuka na kufanya na nini, hapana. Hiyo ni moja. Kingine issue ya kutaka mtoto wa sijui ama either awe half caste au awe na rangi gani, huko bado sisi hatujafikia. Wenzetu nchi za nje wameshafika huko, sababu issue ya kupandikizaji wa mimba wao ni kitu ambacho wamekianza siku nyingi sana. Kwa hiyo ninafikiri kama tutakuwa tunaendelea kuimprove, I'm sure tutakuwa tunawaletea hizo taarifa kwamba jamani sasa tuna uwezo wa kufanya hichi. Kwa hiyo kwenye wale wenye matamanio ya tofauti na ile kupata mtoto ambaye ni wa rangi yako na rangi ya mwenzio, basi mtatutafuta.